na yenyewe ilikuwa inachukuliwa kama mojawapo ya sikukuu muhimu sana kwa taifa la Israeli na hasa katika dini yao ya Kiyahudi. Na sikukuu hii yenyewe inaleta kumbusho la kibiblia la story au habari au taarifa inayohusiana na kutoka katika nchi ya Misri, Exodus, kuondoka katika nchi ya Misri, ambayo ilikuwa inaonyesha ambayo ilikuwa imeunganisha si tu kutoka ila kuonyesha ukuu wa Mungu katika kutoka kwao. Na wakati ule wanatoka, Biblia inasema walikuwa wametakiwa wafanye mambo yafuatayo. Jambo la kwanza ambalo walitakiwa walifanya, walikuwa wametakiwa wafanye jambo la imani. Kwanza walipaswa kila familia au kila nyumba wachukue mwana kondoo, wachinje, damu yake waipake kwenye miimo ya milango. Halafu ndipo linatokea hilo neno Pasaka, kutoka kwenye lugha ya Kiingereza Passover na kutoka kwenye lugha ya Kiebrania Pasak, wakiwa wanamaanisha kwamba malaika wa kifo ambaye alikuwa anakuja kwa ajili ya kuua wana wa Misri kwa sababu ya Mungu kujilipiza kisasi kwa adui zake, Biblia ili awakomboe wana wa Israeli kutoka mikononi mwao. Biblia inaniambia ya kwamba ilibidi kuwepo na alama kwenye miimo ya milango, na kwenye miimo ya milango miwili, lakini pia na pale juu kwenye ile tunaita post ya mlango, wakawa wanaweka kwenye frame la mlango, wanapaka damu. Malaika yule aliyekuwa ameagizwa kwa ajili ya kuja kufanya mauaji, alipoiona ile damu, Biblia inaniambia akawa anaruka ile nyumba, hapitii hapo kwenda kuangamiza chochote kilichokuweko kule ndani. Ninajaribu kupiga picha siku hii ilikuwa ni siku ya ajabu sana, kwa sababu pande zote mbili ziliona ukuu wa Mungu. Upande wa Israeli waliona ukuu wa Mungu wa ukombozi, lakini upande wa Misri waliona ukuu wa Mungu wa namna anavyoweza kushughulika na adui zake. Bwana Yesu asifiwe. Ni kama vile ambavyo Mungu amekuwa akijionyesha katika maeneo mengi, lakini siku hii Mungu akajionyesha kwamba anashughulika na wazaliwa wote wa kwanza, kwa sababu hii kubwa kwamba wakati anawatoa wana wa Israeli kutoka Misri, wazaliwa wa kwanza kipindi hicho walikuwa wanaabudiwa kama miungu katika familia zao. Na huko ndiko kunatokea ile dhana ya Mungu Moleki kuweza kuchukua sadaka ya mzaliwa wa kwanza wa kiume. Sadaka ya mzaliwa wa kwanza wa kiume. Kuna wazaliwa wa kwanza hapa? Mtu yote ni mtoto wa kwanza kwenye familia? Mwingine sijajua. Maana yake ni kwamba okay, asante sana. Kila mzaliwa wa kwanza kwenye familia alitakiwa siku hii awe hayupo. Lakini katika siku hii au miungu au kina Moleki walichokuwa nakifanya, mzaliwa wa kwanza kwenye familia waliita ni lango la familia. Wanasema ni lango la familia. Mzaliwa wa kwanza ni lango la familia. Kilichokuwa kinafanyika, walikuwa wanamchukua yule mzaliwa wa kwanza, wanamtia kwenye moto kabla ya kufa, yani bila kumuua, ila anakufa kwa moto. Kwa hiyo wanamrushia kwenye moto mkubwa sana, wameokoka pale. Halafu yale majivu walikuwa wanayamwaga kwenye milango kama humo, ili wageni wanapoingia wanaingia na baraka zile za yule mzaliwa wa kwanza. Ndio waliita lango la familia. Jamani, sawa sawa. Sasa mzaliwa wa kwanza ni lango la familia. Kwa hiyo ilikuwa inatengeneza mzaliwa wa kwanza ni wa thamani sana. Ndio maana Kristo Yesu akaitwa mzaliwa wa kwanza, yeye aliyekufa kwa ajili ya sisi wote kukombolewa. Wote tunaokaa ndani ya familia hii ya Mungu tunakuwa salama kwa sababu mzaliwa wa kwanza ameuawa. Bwana Yesu asifiwe sana. Mzaliwa wa kwanza amekufa kwa ajili yetu, na ndio dhana ile ile inaendelea mpaka hivi leo. Yesu Kristo ni mzaliwa wa kwanza. Yeye ni mzaliwa wa kwanza katika dhana kuu mbili. Kwanza, yeye ni wa kwanza kwa maana ya kwamba ni mkuu kati ya ndugu zake, lakini mzaliwa wa kwanza kwa maana ya kwamba ndiye wa kwanza kufufuka kutoka katika kifo na mauti. Hakuna mwanadamu aliyefufuka kaendelea kuishi mpaka hii leo isipokuwa Yesu Kristo peke yake. Bwana Yesu asifiwe. Na sisi tutafufuliwa kama atakuta tumelala, basi atatuinua tuende tufurahi pamoja naye. Sasa katika kipindi hiki wana wa Israeli wakiwa nchi ya utumwa Misri,
Mungu anatuma malaika kwenda kuua Wamisri wote na wazaliwa wote wa kwanza wa Misri, kwa sababu walikuwa wanaabudiwa kama miungu. Kwa hiyo ile ilikuwa ni pigo mojawapo kwa Mungu waliyemtumaini, kwamba huyo Mungu hana kitu. Ile mapigo yote 10 waliopigwa wa Misri wakati wana wa Israeli wanaondoka, yalikuwa yanalenga aina ya Mungu mmojawapo. Kila pigo lina Mungu wake aliyekuwa anapigwa. Pigo la kwanza, pigo mojawapo lilikuwa ni pigo la vyura au viumbe wa majini kutokezea hadi kuishi ndani ya nyumba za watu. Walikuwa wanaamini ya kwamba kuna Mungu anaye control viumbe wote wa kwenye maji. Hawawezi kupanda na kuja kukaa pamoja na wanadamu kwa sababu kuna Mungu anayewashikilia. Kile kitendo cha Mungu kuruhusu vyura wakapanda wakaja kukaa mpaka ikulu, alikuwa anapambana na yule Mungu aliyekuwa na control viumbe wale. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Na pigo jingine ikawa ni mavumbi kugeuka kuwa chawa. Mungu atusaidie. Waliamini kwamba kuna Mungu anaye control wadudu. Sasa huyo Mungu anaye control wadudu wasiwadhuru wanadamu akafeli. Alipofeli wakatokea wote. Pigo jingine ikawa mto Nile ilikuwa ni Mungu anayeabudiwa ambaye hawezi kuleta madhara kwa watu wake. Kwa hiyo kwa sababu hiyo Mungu akageuza maji yake kuwa damu. Watu walipokuwa wanakwenda kuchota maji wanakutana na damu, ilikuwa inaashiria kwamba yule Mungu aliyemtumaini kuwa anaweza kutunza uhai wao amefeli. Na pigo jingine likawa ni nuru ikageuka giza. Mchana wote ukawa ni giza tupu. Ilikuwa inaonyesha kwamba Mungu jua waliyemwabudu pia naye amefeli. Bwana Yesu asifiwe. Na pigo la mwisho ndilo likawa sasa, lile la 10 likawa ni miungu watu wale ambao walikuwa wanaabudiwa wazaliwa wa kwanza kwenye kila familia. Ibada ilikuwa inaelekezwa kwa mzaliwa wa kwanza. Sasa yule mzaliwa wa kwanza alipopigwa akafa, ilionyesha kwamba Mungu Yehova, Mungu wa Israeli ameshinda. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hilo lilikuwa ni pigo gumu sana, kwa sababu mzaliwa wa kwanza wa wanyama alikufa, mzaliwa wa kwanza wa wanadamu naye alikufa. Mimi najaribu kupiga picha katika nchi ya Misri siku ile. Kwa kweli labda nitafute kamera yenye uwezo wa kuzoom vizuri. Sipati picha. Unajua ni msiba kila nyumba. Nani aliweza kwenda kukesha kwenye msiba wa jirani yake? Kila mmoja alizika wa nyumbani mwake akatulia nyumbani kwake, maana hali ni mbaya kila mahali. Lakini pia sio msiba wa watu tu, na wanyama nao wamekufa. Hiyo harufu iliyoko hapo, panya wamekufa, paka wamekufa, kuku wamekufa, ng'ombe wamekufa, kondoo wamekufa. Unazika yupi, unaacha yupi? Hiyo harufu iliyokuwepo kwenye ule mji ilikuwa ni ya kutisha sana, kwa sababu tu Mungu ameamua kwamba awakere wa Misri ili wawaachilie watu wake. Mungu anapigania watu wake siku zote. Bwana Yesu asifiwe sana. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa inaitwa Pasaka au inaitwa Passover, ikiwa inamaanisha kwamba ruka usiue kwenye hiyo nyumba. Kwa nini? Kwa sababu kuna alama ya damu iko hapo. Sasa usalama wetu sisi tuliookoka sio kwa sababu tu kwamba tunasali Tanzania Assemblies of God. Usalama wetu sisi ni kwa sababu tuna damu ya Yesu Kristo kwetu. Mtu mmoja aliniuliza akasema, hivi ni kwa nini watu wanaomba halafu wanaomba wanasema kwa damu ya Yesu, wengine wanasema kwa jina la Yesu? Sasa hii hapa hivi huoni kama mchungaji kuna tatizo hapa kwenye damu ya Yesu, kwenye jina la Yesu? Nikasema Biblia inasema kwamba ombeni kwa jina langu, lakini hivi huyo mwenye jina si ndio ana hiyo damu? Kwani ukiitaja damu yake na ukataja jina lake umetofautisha nini? Na wakati mwingine unafikiria nje tu ya boksi kwamba kumbe hata akisema mtu kwa damu ya Yesu, pamoja kwamba haijataja Biblia kule wazi, anapotaja damu ya Yesu anazungumza habari ya uhai wa Yesu Kristo. Jamani, si sawa. Huwezi ukasema damu ya mtu ukaitenganisha na mtu mwenyewe. Hiyo haiwezekani. Sasa Biblia haijatuagiza tuombe kwa damu ya Yesu, inatuambia tuombe kwa jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Na mimi hilo sijalibadilisha leo. Hilo najaribu kuzungumza kwamba hawa watu waliangalia kwamba damu ina uwezo wa kukomboa. Damu ina uwezo wa kuokoa. Na ndio maana na shetani naye akaamua kuigiza swala zima linahusu damu. Sasa naomba tuende tuangalie wakati huo wa Pasaka kuna nini vilifanyika kwenye sura ya 12 ya kitabu cha Kutoka.
naanzia hapo. Nimekuja kueleza kwamba Pasaka hii ilikuwa inachukua muda wa siku 7 mpaka 8 watu wanasherehekea, lakini pia ikumbukwe kwamba ilikuwa ni ndani ya mwezi wa Nisani, yani mwezi March mpaka April ya miezi yetu sisi. Na Mungu huko anasema mwezi huu utakuwa ni mwezi wa kwanza kwenu. Kwa maneno mengine, kalenda yetu sisi na kalenda ya Wayahudi vinatofautiana. Wayahudi wao mwezi wa 3 na mwezi wa 4, hapo ndio unaitwa mwezi wa kwanza kwao. Bwana Yesu asifiwe sana. Na wanaita mwezi wa kwanza kwa nini? Kwa sababu ni siku ya ukombozi. Utakumbuka siku ambayo Yesu Kristo anafufuka, ile siku ya Pasaka, Jumapili, inaitwa siku ya kwanza ya juma na inaitwa siku ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Kila mahali ambapo Mungu ameanzisha jambo kwa upya, kuna jambo lilibadilisha historia katika ulimwengu. Sasa sura hii ya 12 ya kitabu cha Kutoka, nitasoma mistari ile 15 ya mwanzo. Anasema hivi: Bwana akanena na Musa na Haruni katika nchi ya Misri, akawaambia. Sasa sikiliza, huo mstari wa kwanza una umuhimu wake. Kwa nini anasema akanena nao katika nchi ya Misri? Anataka kuambia kwamba haya aliyafanya kabla hawajatoka. Bwana Yesu asifiwe. Anataka kuwakumbusha kwamba Mungu aliyafanya haya kule katika nchi ya ugeni, walipokuwa wangali mikononi mwa adui zao. Mungu alisema nao. Mungu atusaidie sana. Na hii inatuonyesha wazi pia ya kwamba Mungu bado anaweza kusema na sisi hata katika hali yoyote tutakayokuwa nayo. Bado Mungu ana uwezo wa kusema na sisi mahali popote tutakapokuwepo. Mungu ana uwezo wa kuzungumza nasi. Sasa anasema hivi, akasema nao katika nchi ya Misri, akawaambia, mwezi huu utakuwa mwanzo wa miezi kwenu. Utakuwa ni mwezi wa kwanza wa mwaka kwenu. Semeni na mkutano wote wa Israeli, mkawaambie, siku ya 10 ya mwezi huu kila mtu atatoa mwana kondoo kwa hesabu ya nyumba ya baba zao, mwana kondoo kwa watu wa nyumba moja. Na ikiwa watu wa nyumba ni wachache kwa mwana kondoo, basi yeye na jirani yake aliye karibu na nyumba yake na watwae mwana kondoo mmoja kwa kadri ya hesabu ya watu, kwa kadri ya ulaji wa kila mtu, ndivyo mtakavyofanya hesabu yenu kwa yule mwana kondoo. Mwana kondoo wenu atakuwa hana ila, mume wa mwaka mmoja. Mtamtwaa katika kondoo au katika mbuzi, nanyi mtamweka hata siku ya 14 ya mwezi ule ule. Na kusanyiko lote la mkutano wa Israeli watamchinja jioni. Nao watatoa baadhi ya damu yake na kuitia katika miimo miwili na katika kizingiti cha juu katika zile nyumba watakazo mla. Watakula nyama yake usiku ule ule, imeokwa motoni pamoja na mkate usiotiwa chachu, tena pamoja na mboga zenye uchungu. Msiile mbichi wala ya kutokoswa majini, bali imeokwa motoni, kichwa chake pamoja na miguu yake na nyama zake za ndani. Wala msisaze kitu chake chochote hata asubuhi, bali kila kitakachosalia hata asubuhi mtakichoma kwa moto. Tena mtamla hivi: mtakuwa mmefungwa viuno vyenu, mmevaa viatu vyenu miguuni na fimbo zenu mikononi mwenu, nanyi mtamla kwa haraka. Ni Pasaka ya Bwana. Meliona neno Pasaka hapo tayari? Nasema ni Pasaka kwa Bwana. Ni Pasaka ya Bwana. Maana nitapita kati ya nchi ya Misri usiku huo, nami nitawapiga wazaliwa wa kwanza wote katika nchi ya Misri, na wa mwanadamu na wa mnyama, nami nitafanya hukumu juu ya miungu yote ya Misri,
mimi ndimi Bwana, na ile damu itakuwa ishara kwenu katika zile nyumba mtakazokuwamo. Nami nitakapoiona ile damu, nitapita juu yenu, lisiwapate pigo lolote likawaharibu nitakapoipiga nchi ya Misri. Na siku hii itakuwa ukumbusho kwenu, nanyi mtaifanya iwe sikukuu kwa Bwana. Mtaifanya iwe sikukuu katika vizazi vyenu vyote, kwa amri ya milele. Mtakula mikate isiyochachwa muda wa siku 7. Siku hiyo ya kwanza mtaondoa chachu yote isiwe katika nyumba zenu kabisa, kwa kuwa mtu yeyote atakayekula mkate uliochachwa tangu siku hiyo ya kwanza hata siku ya 7, nafsi hiyo atakatiliwa mbali na Israeli. Bwana Yesu asifiwe. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Mungu anawaagiza hawa ndugu, anasema huyu Pasaka au huyu Pasaka ambayo watakwenda kumla, huyu mwana kondoo wa Pasaka. Najua ukitaja mwana kondoo basi kila mmoja anajua mwana kondoo atakuwa ni lazima awe kondoo, ila hapa anasema atakuwa kondoo au mbuzi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa maneno mengine, chochote kati ya kile mlicho nacho mnaweza mkakitumia kusherehekea kwa ajili ya Pasaka. Ndicho anachotaka kusema. Sasa anasema mstari wa 2, mwezi huu utakuwa mwanzo wa miezi kwenu, na itakuwa ni mwezi wa kwanza katika miaka yenu, katika mwaka, kwamba mtaangalia kwamba katika kila mwaka mwezi huu wa kutoka kwenu Misri uwe ni mwezi wa kukumbukwa, maana ni mwezi wa kwanza. Jamani, kila mwaka huwa tuna sikukuu ya mwaka mpya. Na hapa anasema tunahitaji kuwa na sikukuu ya mwaka mpya, maana ni siku ambayo tumeondoka kule. Na ninadhani yule ndugu aliyekuwa anasema ni sikukuu, siku ile ya kumkiri Mwokozi, wakati anauandaa ule wimbo, alirejea hapa kwamba hii ni sikukuu. Hakuna siku nzuri ya kukumbukwa kama siku ya kuokoka. Bwana Yesu asifiwe. Wana wa Israeli wanatakiwa waikumbuke, kwa sababu ni siku ambayo Mungu alifanya wokovu mkuu katika taifa la Israeli. Mungu ametuokoa sisi, Mungu ameniokoa mimi, Mungu amekuokoa wewe. Ile siku alipofanya ukombozi kwa ajili yangu na kwa ajili yako ni siku ya kukumbukwa. Siku hiyo anasema kila familia wataandaa mwana kondoo, lakini kama familia hiyo watashindwa kummaliza huyo mwana kondoo usiku ule, waalike majirani zao, wakae familia mbili pamoja. Hii inazungumza habari ya ushirika. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakae pamoja, washirikiane pamoja, wale kwa pamoja, maana wote wana kusudio moja. Anataka kusema kila familia lazima iungane katika jambo hili. Na nataka kusema kila mtu ambaye anatoka katika Israeli ni lazima aungane katika jambo hili. Nilikuwa ninasoma nafuatilia historia yake, historia ya safari hii. Inaonekana walikuwepo wana wa Israeli walioenda pamoja, lakini walikuwepo wana wa Israeli waliobeza, wakaiacha ile safari, waliangamia pamoja na wengine. Lakini pia wako watu ambao sio wana wa Israeli, walisafiri pamoja na wana wa Israeli, maana waliamini lile neno ambalo Mungu aliwaagiza Musa na Haruni kwamba kuna safari ya kuondoka. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo hii sio kwa ajili ya kila anayesikia, ila hii ni kwa ajili ya kila anayeamini. Bwana Yesu asifiwe sana. Kila anachokisikia, wokovu ni kwa ajili yake. Jamani, hatuokolewi kwa sababu tunajua Yesu anaokoa. Tunaokolewa kwa sababu tunaamini Yesu anaokoa. Kwa nini wanahitaji wachukue mmoja na sio 5 wala 6 kwenye familia? Biblia inataka izungumze ya kwamba kutakuwa na mwana kondoo mmoja katika ulimwengu
atakayechukua dhambi ya ulimwengu mzima. Haina maana kwamba wana wa Israeli walikuwa hawana hatia mbele za Mungu, hapana, ila kwa sababu ya ile damu iliyomwagwa kwa ajili yao, ndio maana hawakuangamia pamoja na wengine. Haina maana kwamba sisi tutakuwa salama kwa sababu tumetakiwa tu tuwe salama, hapana, ila kwa sababu ya ile damu iliyomwagwa Kalvari kwa ajili yetu. Huyu Yesu anaonekana ni mmoja kwa ajili ya ukombozi wa wengi, na ndicho ambacho anakifanya hapa. Ni picha ya agano jipya linalokuja, kwamba hao watu watamtoa mwana kondoo mmoja kwa ajili ya wokovu shirikishi, kwa ajili ya wokovu wa watu wengi. Mimi na wewe tunaokolewa kwa damu ile ile. Ndio maana wakati mwingi huwa ninarudia tena na tena, nasema sisi wote ni ndugu. Ni ndugu kwa sababu damu yetu ni moja. Chanja DNA yetu unaiona ile ile ya Yesu Kristo. Sasa ukianza kutengeneza visa na jirani yako aliyeokoka mwenzako, unajitengenezea visa na ndugu yako. Hauna sababu ya kupigana vita na ndugu yako. Wala usifanye kazi ya wana wa Esau, watoto wa Edom. Wale wana wa Edom walifanya vituko sana wakati wana wa Israeli wamebanwa na adui zao. Wakati wanakwenda wamekamatwa na adui zao, wanawatafuta. Hao wa Edom wakawa wanawaambia, wana wa Yakobo wamejificha miongoni mwa ndugu zao, wakasema hao ni watoto wa kaka yake na baba yetu. Jamani, sawa sawa, ngoja tukajifiche pale Edom, tukae pale, maana hawa ni watoto wa kaka yake na ndugu yetu na baba yetu, kwa hiyo ni watoto wa baba mkubwa, kwa hiyo tutakuwa salama. Walipoenda kujificha kule Edom, Biblia inaniambia wale wa Edom wakawa wanawaambia, Waashuru, mnatafuta kina nani? Watoto wa Yakobo hawa huku. Mungu akasema, mlichowafanyia wenzenu sio sawa, na nyinyi lazima mpigwe tu. Mungu atusaidie sana. Hatujaitwa kwa ajili ya kuhakikisha kwamba ndugu zetu wanaharibikiwa. Tumeitwa ili kwamba kila mmoja ndani ya wokovu abakie awe salama. Tunahitaji usalama katika Kristo Yesu. Sasa anawaambia kwamba watu watakula yule mwana kondoo, na wote watakula huyo mwana kondoo. Kuna mahali ambapo ninataka niweze kuelekea. Kuna kitu nitakiunganisha na agano jipya hapa na hapo baadaye kidogo. Lakini anasema kama utashindwa kummaliza peke yako, maana sharti ni lazima amalizwe. Unapokea wokovu wa Yesu Kristo, au unalikubali lile tendo la Yesu Kristo kufa kwa ajili yako, anataka uamini lote. Bwana Yesu asifiwe sana. Hatuna sababu ya kuamini kipande kingine tukaacha. Anasema ni lazima chote. Anasema kama kutakuwa na kitu kimebakia, futa ushahidi, choma kwa moto. Mungu atusaidie. Mtu asione kitu kingine kimebaki hapa. Anasema wale kila kitu. Halafu wanapokula, kuna kitu hapa kinanitia moyo. Anasema nanyi mtamla hivi, anasema watakapokuwa wanakula, watakuwa wanakula wakiwa wana vitu vichache wanavifanya, wao wanavizingatia. Mstari wa 7 anasema nao watatwaa baadhi ya damu yake na kuitia katika miimo miwili na katika kizingiti cha juu katika zile nyumba walizomla. Kumbe kitu cha muhimu tangu mwanzo sio ule mwili, ile ni ule uhai uliotolewa. Mungu atusaidie. Tarudia tena hapa. Wakati Adam na Eva walipokosea, Mungu aligeuka kuwa tishio kwao. Badala ya kuwa rafiki hao wa karibu aliyewatembelea kila jioni wakati wa jua kupunga na walijisikia vizuri, lakini walipokosea wakaanza kumkimbia. Nilizungumza mahali fulani kwenye kanisa moja, nikasema mshirika yeyote anapookoka siku zile za mwanzo, wakati bado hajajichanganya, hajajikoroga na kitu chochote, huwa anapenda kukaa kiti cha mbele. Takaa karibu na mchungaji. Anaona kama
nisipoteze point atakayoongea mchungaji. Kwa hiyo atakaa hapo mbele, anajisikia raha, anajisikia safi. Akishaanza mambo yake mengine utakuta anasogea kiti cha nyuma, baadaye tena anasogea cha nyuma, baadaye unakuta anataka kae kule mlangoni, ili watakaposema nendeni kwa amani ya Bwana asionane na mtu, ni fya kashatoka ameenda zake. Huyu anasema watakapokuwa wanakula huyu mwana kondoo, damu yake kama alivyofanya kule kwa Adam na Eva ndiyo itakayokuwa kitu cha maana kwao, ndicho kitakachosababisha ukombozi wao, lakini sio ule mwili wa yule mnyama. Yule wale wammalize, lakini damu yake ndiyo italeta ukombozi. Mungu atusaidie. Sasa wakati wa Adam na Eva walipoanza kukimbia wakaenda nje, wakaachana na ule uwepo wa Mungu pale, wanakimbia mahali walipokuwa wanakutana na Mungu siku zote. Ndugu zangu, ukichaji koroga, hata wanapozungumza habari ya ibada unaona kama kuna kitu fulani wanataka kukuchongea hivi. Na kuna wakati mwingine hata ukikutana na ukaona kuna mchungaji anatokea, unasema asije kaona ndani yangu kuna dudu gani huko ndani. Kwa hiyo unajitahidi kukwepa uende ukae mbali. Ukikutana na wazee wa kanisa, ukikutana na washirika wenzako, unakula kona. Kwa sababu gani? Kwa sababu maisha yako hayajakaa sawa sawa. Mtu mmoja akasema hivi, ukitaka kuelewa tabia ya mtu, angalia marafiki aliyoshikamana nao. Na mimi nusu ninasadiki. Maana ndege wa mbawa zinazofanana wanaruka pamoja, si ndio? Hawa Adam na Eva walipokuwa vizuri na Mungu, wakawa na mbawa zinazofanana, waliruka pamoja, wakaenda pamoja. Waliposikia Mungu anakuja walimkimbilia, lakini leo wamesikia sauti ya Mungu anatembea bustanini, wakatimua mbio, wakajificha katikati ya miti. Mungu anafika anaita, Adam uko wapi? Ile ndiyo sauti ya kwanza ya Mungu ya umisheni. Bwana Yesu asifiwe sana. Ile ni sauti ya kwanza ya Mungu ya umisheni. Mungu anamtafuta mtu kabla mtu hajamtafuta Mungu. Anauliza uko wapi? Na mimi wani naangalia naona kama watoto wanacheza kombolela hivi. Tayari bado Mungu anacheza kombolela na watoto wake. Adamu uko wapi? Adamu anasema niko huko, niko uchi. Mbona siku nyingine wao usemi kama hivi, leo imekuaje? Kuna nini kimekuvuruga? Asa unajua Mungu, yani tatizo ni wewe mwenyewe. Si ndio mambo yanapokuwa kwa watu ambao wanakuwa hawako sawa ndani ya moyo, wanapenda sana kurushia makosa wengine. Sema unajua tatizo Mungu ni wewe mwenyewe. Sasa nini? Sasa wewe mwenyewe ulinipa yule mwanamke, usingenipa mimi ningekuwa bado safi vile vile kama juzi. Ila yule uliyenipa, maana mimi sikuwa nimetaka, ila wewe ulinipa, uliponipa tu kuisha habari yangu ndio unakuta niko hivi. Kwa hiyo ilikuwa ni moja kwa moja na mhukumu Mungu kwamba Mungu wewe ndio makosa yako wala sio yangu. Sasa ameshindwa kusingizia wanadamu wenzake, ameenda kumsingizia mpaka Mungu. Kama ambavyo kuna watu wanashindwa kuibia wanadamu wenzao, wanaenda kumwibia mpaka Mungu. Mpaka Mungu analalamika, anatuma malaki, anamwambia mmeniibia zaka na zabihu. Hawezi. Mungu atusaidie. Walipokuwa wamekosea, Mungu akaanza hatua ya kwanza ya kumtafuta mtu. Alitumia damu. Bwana Yesu asifiwe sana. Akachukua mnyama, akamuua mnyama, akaichukua ile ngozi, akawafunika Adam na Eva. Lakini cha muhimu sio ile ngozi, cha muhimu ni ule uhai wa mnyama uliotoka kwa ajili ya ukombozi wa mwanadamu. Bwana Yesu asifiwe. Maana huwezi kupata ngozi ya mnyama kama hajauawa. Mnyama alipokufa, ndiko tunasema sadaka za wanyama sasa zilikoanzia. Mnyama akafa ili Adam aweze kuwa salama. Wanyama wakafa ili Israeli waweze kuwa salama. Na Mungu atusaidie. Anawaelekeza, anasema mtakula hiyo nyama iliyookwa, sio nyama ambayo imetokoswa majini
Anataka zungumza habari ya kifo cha Yesu Kristo, cha kuanikwa, cha kubanikwa, kitakachokuwepo, cha mateso ya muda mrefu. Mungu atusaidie. Bayo yalikuwa ni ya kuangikwa mtini. Tazungumza pale Ijumaa tuone wanataka tupa nafasi ya kusema. Kile kifo cha kuangikwa mtini, hawakuwa wanakufa kwa sababu damu imeondoka. Hapana. Walikuwa wanakufa kwa sababu wanakosa hewa. Kwa kuwa amevuta mapafu, hayawezi tena kuvuta hewa kuingiza ndani. Kwa hiyo mtu anakufa pole pole, taratibu, kama mnyama aliyebanikwa. Ndio maana anasema msitokose majini. Mtafanya hivi taratibu kwa sababu ndivyo ambavyo nitamtoa mwanangu katika Agano Jipya. Ndivyo ambavyo nitamtoa mwanangu atakayeanzisha Agano Jipya kwa ajili yenu. Huwa ninapoona mtu anafanya vitu vya ajabu baada ya kuokoka naumia sana. Kwa sababu ukiangalia yale mateso ya Yesu Kristo ambayo aliteswa kwa niaba yangu. Ndio maana Paulo anasema hivi, mbona mnamfedhuli mwana wa Adamu kwa haraka namna hii? Yeye ambaye ninyi wa Galatia mbele ya macho yenu alisulubiwa. Imekuweje? Ni nani amewaloga? Ninyi ambao kwanza mlimwamini Mungu na kwamba mlimuona Yesu Kristo akisulubiwa mbele ya macho yenu. Leo imekuwaje upesi mnageuka na kuiacha neema ya Mungu? Sasa hivi nani kawaloga wa Galatia? Unajua wakati fulani haieleweki kwa nini huyu mtu anafanya namna hii. Wale ndugu walikuwa wanaambia ukiwa umefika mahali walikuwa wanabanwa sana kwamba hakuna kuokoka na hakuna kuendelea na wokovu, na wanabananishwa ili uendelee kuishi basi ni vizuri ukaukana msalaba. Hapo ndipo penye nguvu yetu. Sasa ukikataa nguvu yako unaenda wapi? Wakawa wanataka ukane msalaba. Unaukanaje? Wanauchora msalaba pale chini, halafu wanakuambia usigine ule msalaba kwamba si kitu. Na ndicho ambacho watu tunakifanya kwa matendo yetu. Kristo ametuokoa, lakini matendo yetu yanausigina msalaba, yanaufutafuta kama kitu ovyo kilichofanywa na Mungu. Lakini Mungu hawezi kutuacha bila kutuhesabia hatia kwa jambo lolote ambalo tunalifanya kinyume chake. Anawaambia mtakula nyama yake usiku ule ule. Kwa nini anawaambia kwamba wasisaze mpaka kesho? Yesu Kristo hakufa kifo kama cha wengine. Mungu atusaidie. Ndugu zangu, kile kifo cha msalabani kilikuwa sio cha siku moja. Kile kifo cha msalabani kilikuwa ni cha pole pole. Mtu anaanikwa pale juu, halafu anakaa kwa muda wa kutosha. Ilikuwa ni ajabu sana kuona amemtundika asubuhi, halafu anakuta saa 6, halafu anakuta saa 9 amekata roho. Ilikuwa ni kitu cha ajabu mno. Ndio maana walishangaa, mara hii amekata roho, haiwezekani. Wakaamua kuchukua mkuki, wakachoma ubavuni kama testi, wajaribu kujaribisha huyu kweli kakata roho. Ana ameondoka. Why so quick? Ni kwa nini imekuwa haraka hivi? Ndani ya usiku mmoja, Bwana Yesu asifiwe sana, lazima awe amekwisha. Ndani ya muda mchache lazima awe amekwisha. Ndani ya muda mchache lazima ukombozi uwe umekamilika. Ndani ya muda mchache lazima wokovu wa mwanadamu uwe umeshapatikana. Ndani ya muda mchache mimi na wewe tuweze kukombolewa. Ndani ya muda mchache Kristo amebadilisha historia ya maisha yetu. Ndani ya muda mchache, haichukui siku nyingi, haichukui miaka, haichukui masaa mengi, inahitaji tu imani. Ndani ya muda mchache wokovu umepatikana kwenye maisha yetu. Few minutes, muda mchache. Jesus alisulubiwa msalabani, akashuka kuzimu usiku ule ule. Ndani ya usiku ule ule kila kitu kimekamilika. The mission was accomplished. Ile kazi aliyotumwa ikaisha ndani ya usiku mmoja. Ndio maana wanaambiwa ndani ya usiku huo huo. Bwana Yesu asifiwe. Kumbuka, kila kinachofanyika kwenye Agano la Kale ni kivuli cha Agano Jipya.
mimi nafurahi kwa sababu hii inaonyesha picha ya moja kwa moja Kristo amefanyiwa nini kwa ajili ya ukombozi wetu. Lakini anasema wanapokula ndani ya usiku ule ule, wale pamoja na mboga au wale na mboga zenye uchungu, lakini pia wasile na chachu, wasiweke hamira kwenye mikate ile wanayokula. Unajua kwa nini wasiweke hamira? Wanaambiwa wasiweke hamira kwenye mikate kwa sababu safari ni haraka. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana kama unaweka hamira, maana yake ni hii kwamba una muda wa kusubiri mpaka kuumuka kwa mkate. Ni maisha ya kawaida haya. Lakini anasema wasiweke vitu vya kuchacha mle ndani, kwa sababu pia katika Agano la Kale na Agano Jipya ukizungumza habari ya kitu kilichotiwa chachu, maana yake ni kitu chenye michanganyo ya maisha yasiyokuwa ya kimungu ndani yake. Maana yake ni kitu chenye michanganyo na dhambi ndani yake. Ndio tafsiri ambayo ilikuwa inatumika wakati huo. Anasema tule mikate isiyotiwa chachu. Jamani, niwaambieni ukweli, mikate ambayo haijawekwa hamira huwa haina ladha nzuri na wala haivutii kuila. Inakuwa kama dudu fulani hivi, ukimega hivi mkate lia pa, tafikiri unakula chuma. Lakini anasema hiyo ndio linalofaa hivyo. Sasa nataka niseme kitu fulani hapa. Njia ya wokovu sio njia inayovutia sana. Hii niwe muwazi tu. Ni njia ambayo isingeliweza kufurahisha mtu moyo wake. Lakini ndio njia ambayo Kristo anataka tuweze kuipitia. Ndio maana unakuta ni ngumu sana mtu kupenda kuwa pamoja na Mungu na akaishi kwa viwango vile Mungu anataka. Lakini ndiyo Mungu ametaka tuishi hivyo. Anawaambia kuleni pamoja na mboga za uchungu, ikiwa inaonyesha kwamba ni wakati wa mateso, ni wakati wa maumivu, ni wakati usiofurahisha. Lakini kwa kuwa Bwana ametaka tuondoke, tutaondoka tu. Ndugu zangu, hatujaacha maisha yale ya zamani kwa sababu tulitaka kuacha. Tuliacha yale maisha ya zamani kwa sababu tumekutana na Yesu Kristo mahali fulani, na ilikuwa ni lazima maisha yetu yabadilike, na kwa kubadilika huko Bwana atatukuzwa katika maisha yetu. Sio kwa ajili yetu wenyewe, ila kwa ajili ya yeye aliyetuita. Tutatii na kuelekea kule anakotaka, kwa kuwa mwenye nyumba ametutaka tuishi hivyo. Anasema mtakula yote, msisaze kitu, tangu kichwa, miguu yake na vitu vyote vya ndani, vyote lazima viwe consumed. Bwana Yesu asifiwe sana. Lazima tumchukue Yesu mzima kwenye maisha yetu. Sasa mtu mmoja aliniambia hivi unafikiri ni kwa nini wakati fulani wana wa Israeli wakaamua kuchagua kuabudu miungu mingine, kuabudu sanamu? Nikamwambia mimi sijajua sana. Akaniambia ngoja kwanza nikwambie. Mungu wao wana wa Israeli, Mungu Yehova, anasikia, anajibu, anaongea, anaweza kushauri. Sasa kwa kuwa anaona na anasikia na anasema, wakaona huyu Mungu atatuletea fujo njiani. Maana hii ni bora kuchagua sanamu. Unaweza kufanya fujo miguuni pake, wala linakutazama tu. Kama uamini, nenda kasalimia yale mamidoli wameweka kule sokoni wanakouzia nguo yale ya fashion. Kaambia habari za jioni, uone kama linasema kitu. Akinaangalia tu, limekula pamba nzuri, suti safi, lakini ukilisalimia linajibu. Sasa wanaweza wakasema bora hili kuliko yule Mungu, maana yule Mungu anakuwa njiani anaongea sana. Maana ukikanyaga yeye usiende huko, usiguse hicho, hii hamna. Bora kwenda na Mungu asiyesikia, asiyeona, asiyejibu, hasemisemi. Wakachagua huyo. Lakini sisi tumechagua Mungu anayeona, Mungu anayesikia, Mungu anayejibu, Mungu ambaye tunaweza kuwa na ushirika naye, tunaweza kutembea pamoja naye, na ana uwezo wa kutushauri na kutuambia njia hii acha, nenda njia nyingine. Na Mungu huyo anatusaidia katika mambo mengi sana. Jumapili iliyopita nilikuwa nazungumza na rafiki zangu wale washirika wapya, nikawaambia unajua, unapokuwa na Roho Mtakatifu ndani yako kuna raha kubwa sana. Kuna wakati mwingine atakwambia hata nguo ya kuvaa hiyo usivae leo, vaa nguo nyingine.
anayo sababu. Inawezekana mtu mwenye nguo hiyo anatafuta kuuawa siku hiyo. Inawezekana mtu mwenye nguo ya rangi hiyo anatafuta kuwekewa sumu siku hiyo. Inawezekana wamempiga picha mtu akamfananisha na wewe ulikuwa unatakiwa ufanye kitu cha namna fulani, labda ungepita mitaa hiyo, na mtu aliyekuwa anatakiwa kuuawa angepita mitaa hiyo. Halafu Mungu anakuambia usipite njia hii, pita njia ya huku, kwa sababu Roho Mtakatifu anajua tunakokwenda hata kabla hatujaondoka tunapotakiwa kuondoka. Tuna kila sababu ya kuwa naye, yeye anayeona, yeye anayesikia, yeye anayeweza kusema. Bwana Yesu asifiwe sana. Na mimi ninajisikia fahari ninapozungumza habari za huyu Mungu anayeweza kuongea na watu wake, anayeweza kusema na sisi mchana hata usiku. Sasa anawaambia hivi, mstari wa 11, mtakapokuwa mnamla mle hivi, mtakuwa mmefungwa viuno vyenu, mmevaa viatu miguuni na fimbo zenu mikononi, nanyi mtamla kwa haraka. Ni Pasaka ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Hapa anazungumzia habari ya utayari wa safari. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaposherehekea Pasaka, itukumbushe ya kwamba sisi ni wasafiri na wapitaji katika ulimwengu huu. Hapa tulipo sio kwetu, hapa tulipo ni wapitaji, tuna safari yetu. Juzi tukiwa pale Lindi nilifurahishwa na mtu mmoja ni afisa uhamiaji. Alinifurahisha sana yule baba. Sitakaa nisahau ile point yake. Akaniambia mimi ninashughulika, akasema mimi ninashughulika na watu wanaohamia, lakini ukihamia nchini, kila watu wanaweza kuhamia, lakini ukihamia nchini usipokuwa na vibali halali, ndio huwa tunaita wahamiaji haramu. Kwa hiyo hao huwa tunawapeleka lock up. Afu bahati nzuri sana tukawa na mtu na afisa magereza yuko pale pale na yeye. Na yeye akasema hawa ninawakaribisha huku kwangu. Nikasema hapa sasa safi, kumekucha. Wahamiaji haramu wasio na vibali vyote maalum. Halafu akageuza akasema hivi, nashukuru Mungu kwamba sisi wote hapa ni wahamiaji, wenyeji wetu ni mbinguni. Nilifurahi sana. Hapa ni wahamiaji, lakini yule asiye na vyeti vyote vimekamilika anaitwa mhamiaji haramu. Kwa hiyo hukumu inamwandama hapa na huko mbele ya safari. Mungu atusaidie. Ndugu zangu, hebu tafuta uhalali, uwe na dokumenti zote za uhamiaji. Huku kwa Yesu Kristo sisi ni wahamiaji. Bwana Yesu asifiwe. Usihamie kijanja. Hakikisha una kila muhuri unaohitajika na sahihi zake Yesu ziko pale. Biblia inasema ametutia muhuri kwa Roho yake Mtakatifu, na kwamba sisi ni mali yake. Kwa sababu hiyo basi, anapouona ule muhuri wake anajua huyu ni mhamiaji halali. Sasa unakaa, wenzako wamejazwa Roho Mtakatifu, wewe umekaa tu. Tafuta vielelezo kwamba wewe ni mali ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kadhalika Roho mwenyewe hushuhudia pamoja na roho zetu ya kwamba sisi ni watoto wa Mungu. Lazima aseme kule ndani, anashuhudia. Anapokuja unaangalia zile document, anaona muhuri wa kwetu kabisa. Huwa ninajisikia raha ninapotoka nje ya nchi, nikifika mpakani, ninapotoka kwenye nchi ya watu, sasa ninarudi pale mpakani naingia nchini kwetu, nakuta wale maafisa wamepokea passport yangu, wanagonga muhuri. Halafu mimi ni Mtanzania, nakuta kuna muhuri umeandikwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Najisikia raha sana, maana ninatambulika, nimerudi nyumbani kwetu, niko vizuri. Lakini ukienda nchi ya ugeni, ndugu zangu, kule ugenini kunaeleza kabisa hapa saizi huko ugenini. Kila ukiangalia hewa yenyewe ngeni, mazingira yenyewe mageni, maneno yenyewe, lugha zenyewe ngeni, yani kila kitu unakiangalia kigeni. Halafu unajua kuangalia sura zenyewe ngeni. Ni matatizo matupu sana. Huku duniani sisi ni wageni. Mungu atusaidie. Pasaka inataka itukumbushe ya kwamba sisi ni wasafiri. Anasema tunapokula Pasaka tuwe watu ambao tunakumbuka tunakula katika namna hii. Kwanza tuwe tayari tumefungiwa miguu yetu, tumevaa viatu miguuni mwetu. Paulo anasema tunafungiwa utayari miguuni mwetu, utayari wa injili ya amani, kwamba tunakuwa tuko tayari kwa safari ya mbali. Tayari kwa safari. Jamani, itukumbushe ya kwamba tunaondoka. Wazee wetu walikuwa wanasema parapanda Italia, wafu watafufuka, nasi tutakwenda nao
kumlaki Bwana. Hapo anasema nitamuona Bwana wangu uso kwa uso, nitamuona, nitamtambua kwa alama za misumari. Hapo analeta kibwagizo chao kizuri. Asa mimi siku hiyo wala sikai chini, nitarukaruka kama ndama nikiimba, nikiwa pamoja na wenzangu, wala sio peke yangu, maana ni andamano kubwa sana litakuwepo kwenda mbinguni. Bwana Yesu asifiwe sana. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema tuwe tayari kwa safari. Sio tunasherehekea Pasaka halafu hatuko tayari kwenda. Lazima tuwe tumejitengeneza maisha yetu. Yesu anapokuja atukute tayari, tunaondoka pamoja naye. Na kawimbo kengine walikuwa wanasema natengeneza maisha yangu na Bwana ili Yesu akija anikute tayari. Hivi ninavyoonekana ndivyo ninavyoonekana nikiwa niko peke yangu, hakuna mtu mwingine pamoja nami. Sura yangu ndio hii, matendo yangu ndio haya. Nakumbuka kuna mhubiri mmoja akatuambia walikuwa kwenye kanisa lao la zamani, walipofika mahali anasema ukifika pale kanisani unakutana na shemasi mzuri. Shemasi alikuwa hawezi kuongea kwa maneno, amebana mikono yake, anapotembea ni mnyenyekevu kuliko maelezo. Anapotaka kukupangia siti ya kukaa anakuambia tu, anakuonyesha kwa vitendo namna hii, wala hawezi kuongea maana yuko mahali patakatifu. Alafu anafanya hivi, alafu anakuonyesha kwa kidevu, angalia, nenda hivi, nenda pale, alafu anakuambia kaa hapa. Ni mnyenyekevu kuliko maelezo. Siku nyingine wakakaa kidogo wakashangaa, kumbe yule ndiye anakuwa anakula watu pale kanisani. Ni mchawi wa kutosha. Kanyenyekevu lakini kachawi. Sasa padri baadaye akasema jamani, kama ndio hivi, maana ilibidi wamkamata, wakamkamata yuko anawanga. Sasa amekamatwa anawanga alafu hana nguo. Shemasi. Mungu atusaidie. Jamani, tunapokula Pasaka, tule Pasaka tukijua, au tunaposherehekea siku kuu ya Pasaka tutambue ya kwamba tunayo safari. Sisi sio hapa. Tuna mahali tunaenda. Na mimi ninafurahi, Biblia inaniambia siku hizo kutakuwa maisha yanaendelea kama kawaida. Wakati Yesu anaporudi, wakati Yesu anapokuja kuchukua kanisa lake, maisha yatakuwa yanaendelea kama kawaida. Anasema kutakuwa na kuoa na kuolewa. Watu watakuwa kwenye sherehe, wanaendelea kufurahia. Mimi ninajaribu kuangalia ile picha, bwana harusi na bibi harusi wako kwenye ukumbi, wanaendelea kusherehekea. Biblia inaniambia kuna jambo moja linatokea, parapanda inalia wakati bado wako katikati ya harusi. Mbinguni sherehe imeishia hapo. Hadira. Hapo anasema wengine watakuwa dukani wanauza na kununua. Sasa sijui kama siku ndio utakuwa umeshampunja mteja. Mimi sielewi inatokea nini. Ndio maana tunahitaji tufanye mema kila inapoitwa leo. Maana hatuelewi ni saa gani tunaondoka. Inawezekana umekaa mahali fulani uko na mteta bosi wako. Yesu anarudi, piga parapanda yake. Anarudi Yesu. Tunaposherehekea Pasaka tukumbushwe ya kwamba tuna safari. Mungu atusaidie. Tena anasema safari ya mbali wala sio ya karibu. Ndio maana anawaambia wawe na fimbo mkononi, wakati wanapojisikia kuchoka waendelee na safari yao. Alafu wao wamejifunga kiunoni mwao, wamefunga mshipi kiunoni mwao, tayari kwa safari ya mbali. Wana mahali wanaenda watu hawa, hawajafika bado, wana safari inaendelea. Wapendo wangu, jioni hii leo Mungu anataka tukumbushane ya kwamba sisi sio wa hapa, sisi sio wenyeji wetu ni mbinguni. Tuko safarini. Keep moving. Tafadhali hebu tuendelee kutembea. Endelea kutembea. Mimi ninatamani akinikuta ninakata matonge jioni ninakula chakula, niachane na tonge, maana kuna chakula cha mbinguni kule ambacho Biblia inasema tutasherehekea miaka 7. Tuko pamoja na mwana kondoo wa Mungu kule juu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna rafiki mmoja kijana akaniambia, sasa Yesu asije kabla sijaoa. Nikamwambia pole sana. Maana kule mbinguni kwenyewe nako hakuna kuoa wala kuolewa. Yesema asije Yesu kabla sijajenga. Sasa asije kabla hujajenga, ujenge wapi? Yaani wewe ya nini ya kujenga hati ameshajenga makao yako ya milele yako kule? Unataka haya ya muda hapa ya nini? Ya tope na udongo. Ya kazi gani?
tuna mji udumuo kule juu. Sasa unaweza kaangalia ukaona kwamba ni kundi gani la watu unashikamana nao. Mungu atusaidie sana. Ni watu wanaosafiri kama wewe au ni watu wanaobakia? Unajua wakati mwingine unaweza kanogewa na story, kumbe wenzako wamefika, wako pale ndio ofisini kwao. Wewe nikwambie kitu. Unaweza kutoka kwa una safari unataka kwenda Kigoma, lakini ukafika pale stendi ukakutana na jamaa wamekaa pale wapiga debe, kumbe wenzako pale ni ofisini. Mungu atusaidie. Washafika, hawana safari zaidi ya hapo. Sasa wale sio wa kushikamana nao. Shikamana na wasafirio. Bwana Yesu asifiwe sana. Ambatana na wale wanaosafiri. Kwani Paulo anamwambiaje Timotheo? Anasema ukambatane nao. Ambatana nao wanaomtafuta Bwana kwa moyo safi. Bwana Yesu asifiwe sana. Wale wanaomtafuta Yesu kwa moyo safi, shikamana nao hao. Inawezekana hujajua kwamba tuko safarini. Hapa nimekaa kidogo kwa sababu ndio kiini cha Pasaka. Ukombozi wa mwanadamu, na aliyekombolewa asibaki hapo ila aende zake mbinguni. Ndugu zangu, haya maisha ya hapa duniani ni mafupi sana sana. Nika story tu fulani hivi. Sijaelewa ni nini. Yaani Mungu ametuweka hapa duniani tutengeneze story. Bwana Yesu asifiwe. Ametuleta hapa duniani tutengeneze story. Unajua kuna siku fulani utasema alikuwepo, hayo. Jamaa si story tu. Hii ni mvuke tu, tunapita zetu hatupo. Tunatengeneza story tu hapa. Tunajenga historia fulani, aliwahi kuwepo. Sasa unapotoka unatokaje? Na Mungu atusaidie sana. Tunayo safari ya mbali. Naomba vaa viatu vyako kwa ajili ya safari. Naomba funga mkanda kwa ajili ya safari. Ninaomba chukua fimbo yako mkononi mwako, usichoke njiani kwa ajili ya safari. Nataka kusema kwamba wakati watu wanapokuwa wamechoka, bado unaweza kuendelea mbele, ukahitaji msaada mwingine zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Safari bado iweze kuendelea, pamoja na kwamba watu uliongozana nao wamechoka. Tusichoke pamoja na wanaochoka. Endelea mbele. Mungu atatusaidia. Paulo anaelezaje kuhusiana na Pasaka? Kwenye kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya 5 mstari wa 7. Anaeleza habari ya Pasaka, anasema hivi. Wakorintho wa kwanza sura ile ya 5. Wakorintho wa kwanza sura ile ya 5 na ule mstari wa 7. Anasema hivi: basi jisafisheni, mkatoe ile chachu ya kale, mpate kuwa donge jipya, kama vile mlivyo, hamkutiwa chachu. Kwa maana Pasaka wetu amekwisha kutolewa kuwa sadaka, yaani Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Ondoeni ile chachu. Ni story zipi unapenda kuzisikia? Ni channel zipi unapenda kuziangalia? Nitarudia usemi wangu wakati fulani. Mtu mmoja akaniambia pia, watch what you watch. Nataka kusema kwamba uwe mwangalifu wa kile unachokiangalia. Ni nini unaangalia? Ni nini unasikiliza? Ni watu wa aina gani unaambatana nao? Ni marafiki wa aina gani? Biblia inaeleza msidanganyike, mazungumzo mabaya huharibu tabia njema. Lakini hii ni kwa Kiswahili. Kwa Kizungu inanipa raha zaidi. Inasema msidanganyike, company wa marafiki wabaya. Bwana Yesu asifiwe sana. Huharibu tabia njema. Evil company. Marafiki waovu wanaharibu tabia njema. Huwa sisahau, kuna siku nilikula fimbo nyingi sana shuleni sekondari. Alafu ilikuwa kwenye kwenye eneo la nini nasema assembly ground. Kisa kuna jamaa mmoja ameniibia redio
Na mimi na ulokole wangu nikamwambia walimu wale wa kamati ya nidhamu, wameniuliza tumfanyaje, na wenyewe nao walikuwa wachokozi. Nikamwambia mimi nimemsamehe. Yaani unasamehe waovu wa namna hii? Nikamwambia nimemsamehe. Sasa kamata chini. Kula fimbo 6. Halafu na suspension wiki 2. Wakanambia wewe unaonekana unashikamana na waovu. Huwezi kusema tuwaache waovu hivi tunawaacha tu hivi. Haiwezekani. Kweli walinionea, lakini sasa wao kwa tafsiri yao, kwa nini unawaonea huruma waovu? Na mimi niseme hivi, kwa nini kukaa masaa mengi unakuta kabisa stories zenyewe zinakausha mdomo? Mungu atusaidie. Unajua kuna stories zingine unakaa unaongea alafu unatamani utafute chupa ya maji ulainishe uburudishe ulimi, maana umekauka. Hata maongezi yenyewe yanakauka, hayana ladha, hayana upako, hayana nguvu ya Mungu ndani yake, hayana umande wa Roho Mtakatifu ndani yake, hayana kiburudisho ndani yake. Unakuta mtu anaongea tu, kila ukikana kikambi ameshataja mtu, ameshazungumza yule pale, kataja yule kule, kataja yule pale, na wewe unaendelea ndio. Sawa. Sasa nenda jioni kaombe. Nataka nikwambie, biashara asubuhi, jioni mahesabu. Unapoingia sasa unapiga magoti, utake kuanza kuomba, unashangaa mbingu zimekuwa za shaba na ardhi pale chini imekuwa ya chuma. Huoni mpenyo wa maombi yoyote. Niliwaambia wakati fulani, ninaposafiri ninajua, nikisafiri kwa magari ya haraiki kwenye mabasi, huwa ninaelewa huku lazima wataweka muziki ya ajabu. Kwa hiyo ninachokifanya huwa ninakuwa na headphone au earphone. Naweza nikaweka zile za kuweka masikioni, au nikaweka lile kubwa kabisa la kuziba na masikio yangu kabisa. Halafu ninafungulia mimi kwangu huku nyimbo nzuri sana. Saheri ya maombi sasa kwako tunarudi. Bwana Yesu asifiwe. Ninapomaliza safari, ninakuta ule wimbo unaendelea ndani yangu. Ni wimbo mwema unaendelea kule ndani yangu. Halafu nikifika nikamwambia Bwana Yesu, nakuta ile neno moja tu, Bwana Yesu, uwepo wa Mungu umeshuka. Kwa nini? Kwa sababu nilitengeneza ule uwepo tangu asubuhi nilipoanza safari. Sasa nikakutana na jamaa yangu mmoja hivi, naye alikuwa ni mwanafunzi wa chuo cha mipango Dodoma. Nilikuwa ninasema jamaa yangu kwa sababu nilikuwa nawalea mwenyewe. Sasa nikakuta ameweka headphone, lakini muziki anaosikiliza ni wa Diamond. Sasa si afadhali kaweka anasikiliza muziki wa Diamond, sasa ameweka muziki wa nani, wa Platinum, kashaweka kule masikioni. Nikamuuliza kwani hii nini? Maana ameweka ni video. Sasa nilipoangalia nikasema hii nini? Akasema yani hoja muziki ni muziki tu. Sasa tumekwisha. Alikuwa ni mwana praise yule. Nikasema tufuile, si tumekwisha. Sasa mchungaji, unajua muziki tu, yani muziki tu. Huyu ndio anategemea akija madhabahuni tuone uwepo wa Mungu. Basi. Sasa basi kama ndio hivi basi. Kama ndio hivyo. Wanasema ukiona jogoo hawiki nyumbani kwako, wika mwenyewe. Kaona wewe si jumbo wako habweki, bweka mwenyewe. Bora tu hayo kuliko yale mengine. Wanakuja wezi, unaamua kubweka mwenyewe. Nini? Kwa sababu sasa watu wameshajifia. Sasa kama mtu amekufa namna hiyo, unategemea huyu ndio atakuletea uwepo wa Mungu? Yeye mwenyewe kwanza anajisikilizia muziki wa kina nani hii kule wa Bongo Flava. Sasa muziki tu. Sasa utakuwekea headphone ni, si usikilize ule pale walio kuwekea tayari. Na siti ambazo wao ninazichagua, wao ninachagua siti ambayo ninajua kabisa nitakaa chini ya ile screen. Yaani ile screen haiko hapa. Ndio raha yangu. Halafu natembea nimejiinamia. Niko na aidha nina mahubiri yako kwenye simu, nimefungulia mle, kwanza mle wametuwekea vitu vizuri sana, ni uchaguzi wako tu. Sasa Mungu anajua kukumbuka watu wake. Ameniwekea mpaka charging system, kwa hiyo siishiwi moto. Wenyewe hawaishiwi na mimi siishiwi. Tunatoka ngoma draw kama mimi sitawafunga mabao. Maana mimi
Mimi ninatafuta kilicho chema, wenzangu wanatafuta maovu. Mimi nikifika mwishoni mwa safari ninaburudika na Yesu wangu, najisikia vizuri sana, nasikia amani ndani ya moyo wangu. Lakini wao walikuwa wanaangalia madudu pale, wanaangalia majamaa yanauana, yanamwaga damu. Mimi ninaangalia damu ya Yesu iliyomwagika pale msalabani, maana damu ya Yesu inanena mema kuliko ya Habili. Bwana Yesu asifiwe sana. Hii ndio ninayoitazama. Sasa Mungu atusaidie. Wapendwa, tunahitaji kuangalia katika kizazi tulicho nacho tunaambatana na nani katika safari hii. Halo? Ni nani umechagua kuambatana naye? Ni nani umechagua mwe mnaongea? Na mnaongea story gani? Ni jambo muhimu sana. Sisi ni watu tunaosafiri. Pasaka wetu amekwisha kuchinjwa. Biblia inasema tuondoe chachu ya kale. Alafu ni jitihada ya kwako mwenyewe, ya kwangu mwenyewe. Kila moja kivyake. Kila moja anaamua kwamba mimi nataka niwe mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Na mtu akiniambia, "Yaani anajifanya kweli mtakatifu." Na ni kweli bora kujifanya mtakatifu kuliko kujifanya muovu. Kwani lipi bora? Si bora nijifanye mtakatifu tu. Unakuwa unatembea na dhambi mpaka zinaonekana usoni. Mambo gani? Yale mtu akiangalia hivi anasema, "Hey, jamani pole. Dhambi hizo." Bora mtu akiangalia usoni kwangu akutane na kitu kinasema Yohana 3:16. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ninamshukuru Mungu, mara nyingi sana nimesafiri na watu wala sijawahi kujitambulisha. Wewe sichukui muda wa kujitambulisha mimi ni nani. Hata popote ninapokwenda sijawahi kujitambulisha mimi ni nani. Lakini nafika tu nakuta anakuambia, "Mchungaji." Wewe si mchungaji wewe? Wewe si mchungaji? Kwani umeona nini sasa? Ongea yako tu wewe unaonyesha ni mchungaji. Angalau. Sasa hapo sijasema neno lolote, sijawaambia Yesu anaokoa, sijasema Yesu ni Bwana, wala sijawaambia kwamba ukokeni, hamna. Ila wanasema wewe ni mchungaji. Natamani wafike mahali waseme, "Wewe si umeokoka wewe?" Bwana Yesu asifiwe sana. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Tusifike mahali watu wakatuonea, wakatunyanyasa, wakatutesa. Anasema Pasaka wetu amekwisha kuuawa, Pasaka wetu amekwisha kutolewa. Kwa hiyo sisi tunachotakiwa kukifanya ni kushikamana naye kwa kuondoa chachu ya zamani. Chachu ya zamani itoweke. Yale maisha ya kale yatoweke. Mimi nasema kipindi hiki cha Pasaka ni kipindi pia muhimu cha kujitakasa, kujiweka vizuri na Mungu. Tengeneza maisha yako na Mungu. Nitengeneze maisha yangu na Mungu. Nimalize kwa hili, mengine tutaendelea nayo siku nyingine, Bwana akitupa nafasi. Ahadi ya mbadala wa Pasaka ile au sadaka ile ambayo wana wa Israeli walikuwa wanaitoa siku ile, mbadala wake unaonekana, au ahadi yake inaonekana kwenye kitabu cha Mwanzo sura ile ya 22. Sura ya 22 kule, mahali ambapo mstari wa 7 na 8, mahali ambako Mungu anazungumza na Ibrahimu. Anamwambia Ibrahimu, "Nitolee mwanao, mwana umpendaye, mtoto wako wa pekee unayempenda." Ibrahimu anaambiwa akamtoe mwanae Isaka. Wanatoka wanakwenda, wakiwa wanafika kwenye mlima Moria, Biblia inaniambia kuna jambo likatokea. Isaka akashitukia mpango. Anamwambia baba yake, "Hii safari ni tofauti na safari zote nilizozizoea. Wakati tunapokwenda kumtolea Mungu dhabihu, siku hizo za nyuma tumekuwa tukifanya jambo, lakini leo sioni kwamba kuna kitu cha namna hiyo kimefanyika. Ni kweli baba, nimechukua kuni ninaenda nazo. Ni kweli baba, tumechukua moto tunaenda nao. Lakini yuko wapi mwana kondoo wa sadaka?" Mungu anamwambia Ibrahimu, anasema Bwana atajitolea mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana atajipatia mwenyewe. Na hivyo ndivyo alivyofanya Mungu katika wakati wa Agano Jipya. Wakati Yesu Kristo alipokufa pale msalabani, ni Mungu alijitolea yeye mwenyewe, akatoa sadaka wa kuteketezwa, Yesu Kristo kwa ajili ya ulimwengu. Na huyu
Isaka akapona, Isaka akabakia salama. Kwenye Agano la Kale kule Isaka alibakia salama, akaletwa kondoo akaangamizwa, lakini Mungu akawa anamwambia kwamba sio wewe mwenye kutoa, ila ni mimi Mungu, nitatoa mimi mwenyewe kwa ajili ya watu wangu. Mungu akafanya sawasawa na alivyosema. Katika kipindi hiki Ibrahimu wanaongozana pamoja na Isaka. Ni kama ni watu ninaowatazama hivi. Nisikilize ninapokwenda kumaliza. Waliondoka wote wawili pamoja nyumbani, wanakwenda wote wawili pamoja njiani. Walipofika njiani, Isaka anauliza maswali magumu, lakini hayakutenganisha mpango wao. Ni kama vile Yesu na Baba wanaokwenda pamoja, wameondoka kwa pamoja, wanakwenda mpaka mlima wa Golgotha. Kama ambavyo Isaka amebeba kuni, ndivyo ambavyo Yesu Kristo amejitwika msalaba wake mwenyewe. Anapokwenda pale Golgotha Yesu, ndivyo anavyokwenda huyu Isaka pale kwenye mlima Moria. Na kama ambavyo amelazwa kwenye kuni, ndivyo Kristo wangu aliyolazwa pale msalabani, akajeruhiwa kwa makosa yetu, akachubuliwa kwa maovu yetu. Adhabu ya amani yake ilikuwa juu yake, adhabu ya amani yetu ilikuwa juu yake, na kwa kupigwa kwake Yesu sisi tumepona, tumekuwa salama, kwa sababu Kristo ameangikwa pale msalabani kwa ajili yetu. Nisikilize mpendwa, katika kipindi kile wengi walifia kwenye maeneo ya kusulubiwa. Walipopigwa mijeledi walichubuliwa pale, na inasemekana kwamba kwa sababu ile mijeledi ilikuwa na vitu vigumu mbele yake, walipokuwa wanapiga wakivuta, ilikuwa inalalua ngozi, inalalua na nyama, inaondoa. Inaonekana wengi matumbo yao yalimwagika pale pale kwenye eneo la kupigwa mijeledi yao. Wakati wanapigwa mijeledi walimwagika tumbo zao, halafu wakafia hapo. Lakini Kristo Yesu hakufia hapo mpaka lile kusudi liweze kutimia, ya kwamba aliangikwa juu ya mti, na alaniwe mtu aangikwaye juu ya mti, kwa sababu alikuwa anaenda msalabani ili achukue laana yangu, achukue mateso yangu, achukue mapigo yangu, achukue huzuni zangu, achukue matatizo niliyokuwa nayo na matatizo uliyokuwa nayo. Yeye amesulubiwa ili wewe upate furaha na amani. Yeye amejeruhiwa ili wewe upone jeraha zako. Yeye amechubuliwa ili wewe ufungwe jeraha zako. Kristo ameteseka kwa ajili yetu ili sisi tupate amani, tena amani ya kudumu na amani ya milele. Adhabu yetu sisi ilikuwa juu yake. Nataka nikutangazie jioni hii ya leo, yupo mponyaji, yupo mwenye uweza, yupo mwenye nguvu. Anaweza kukuinua, anaweza kukubadilisha, anaweza kutengeneza, anaweza kukufanya huru tena kutoka katika vifungo vyako. Kwa nini? Kwa sababu yeye ndiye aliyekufia pale msalabani. Naomba tusimame jioni hii ya leo. Yesu yupo akusaidie. Yesu yupo aseme na wewe. Yesu yupo aweze kubadilisha maisha yako. Yesu yupo aweze kutengeneza historia yako. Magonjwa yanaondoka kwa sababu Yesu Kristo amekufa kwa ajili yako. Taabu zinaondoka kwa sababu Yesu Kristo ameteseka kwa ajili yako. Yu hai siku zote ili aweze kutuokoa. Biblia inaniambia ya kwamba Kristo Yesu amekufa kwa ajili yetu. Sulibishiwa, alinisulubiwa, akafa mtini pa Kalvari. Alinisulubiwa, huyu Yesu alinisulubiwa, alinisulubiwa, akafa mtini pa Kalvari. Alinisulubiwa. Damu ya Yesu msalabani imeniweka huru. Damu ya Yesu msalabani imeniweka huru. Damu ya Yesu
Yesu msalabani imeniweka huru. Damu ya Yesu msalabani imeniweka huru.